Mtazamaji, dakika moja imesanzuka baada ya saa 10 alasiri saa za Afrika Mashariki. Makinika hadi tamati. Mimi naitwa Lofty Matambo. Shughuli za usafiri na biashara zilisimama kwenye barabara ya Isibani ya Migori baada ya wakazi waliojawa na ghadhabu kufunga barabara kwa kile walichosema kwamba ni ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wakazi wa eneo la Mabera katika kaunti ya Migori walijitokeza kwa wingi kupinga kudorora kwa usalama katika eneo hilo. Wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Mabera Nicholas Ngabia, wakazi hao walilalamikia ongezeko la majambazi waliosema wamekuwa wakiwahangaisha wafanya biashara na kwamba hakuna hatua ambayo imechukuliwa dhidi yao licha kwamba kuna kituo cha polisi kilicho umbali usiozidi kilomita 1 na eneo hilo. We have several officers close to over 10 that are manning this market. We can't understand why they are not able to offer security in this market. Kwa mujibu wa wakazi hao, kisa cha hivi karibuni kilihusu mfanya biashara aliyeshambuliwa na majambazi wanaodaiwa kuhepa na kiasi fulani cha fedha na kumwacha mwathiriwa huyo na majeraha anayoendelea kuuguza katika hospitali ya rufaa ya Migori. Kila usiku hatuna imani kabisa. Ukiingia usiku hata wewe na shilingi 100 unapigwa. Alafu watu innocent ndio wanapigwa na maskari hapa eti unafanya nini hapa eti patrol. Unashika unapigwa unanyang'anywa hata kikoi na askari. Eti kikoi kizuri cha kujifunika baridi. In many occasions our business persons, even women, when they leave the marketplace at 6 in the evening, they are pickpocketed by small youths, and this process is becoming untenable, and we cannot agree this process to go on like this. Lawama yao wameelekeza kwa vyombo vya usalama kwa kutoshirikiana nao licha ya kwamba tayari wamewasilisha orodha ya washukiwa na hakuna ambaye ametiwa mbaroni. Sisi wa kesho, KTN News. Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya amesema kuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga ndiye atakayeamua mustakabali wake wa kisiasa. Akizungumza huko Haya, amesema kuwa atakuwa mtiifu kwa Raila. Hali kadhalika anaunga mkono salamu za mapatano kati ya Raila na Rais Uhuru Kenyatta. Vivyo hivyo amemtaka seneta Kipchumba Murkomen kwenda taratibu katika swala zima la kuhamisha maskwota katika msitu wa Mau. Murkomen anasema ati Raila amesema watu watoke Mau. Leo. Sasa Raila ni nani kwa serikali? Hii mambo ya handshake inawaletea wasiwasi. Hiyo wasiwasi itawasaidia nini? Sasa Raila yako wapi? Walitumia hiyo mpango mwaka wa 2013 wakati Raila alikuwa amesimama kuwa rais. Wakasema Raila kama alikuwa prime minister akafukuza watu Mau. Ndio sasa William Ruto akaenda nao watu. Saa hii wameanza kwa sababu wameona hiyo handshake inaleta matunda katika nchi hii. Na sisi wote tunasema bwana Raila, wewe endelea. Tutakuunga mkono kwa hiyo handshake. Tunakuunga mkono kabisa. Au nyinyi muunge Raila kwa mambo ya handshake? Mnaunga Raila kwa mambo ya handshake? Bas, mama Aida ako hapa, fika nyumbani ambia mzee tuko pamoja. Na unaona Oparanya anacheza, ameoa sasa. Nataka kwenda kwa boma lake. Lakini nikitaka kwenda kwa boma langu usipaka niongee na mzee. Mzee akikataa nitasema nitapaki hapo mzee. Amhona tisa nitapaki hapo. Lakini kama mzee anasema wewe uenda kwa boma lako, tafuta mambo yako, nitafanya nini? Nitatafuta. Nikifika wakati huo nitarudi hapa. Nimwambie mzee ameniambia niende boma yangu. Nitafute mambo ya. Na mtazamaji, tukisalia katika swala lilo hilo la Mau, ni kwamba mbunge wa Tiaty William Kamket amemtaka kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Kipchumba Murkomen kujiuzulu mara moja kwa kupuuza maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta. Kamket amesema kuwa ni makosa kwa Murkomen kumhusisha kiongozi wa ODM Raila Odinga na katika swala zima la kuhamisha maskwota katika msitu wa Mau. Awali Murkomen alikuwa amedai kuwa shughuli hiyo ya Mau imetiwa siasa. The MPs from the URP wing of Jubilee labeled His Excellency President Uhuru Kenyatta
and Right Honorable Raila Odinga as wakora or conmen. They then proceeded to oppose a policy formulated by the government they are serving in, ordering squatters from the Mau forest. Even as political upheavals and grandstanding go, I find these actions and utterances by the MPs difficult to read and understand. Having insulted both President Kenyatta and His Excellency Raila Odinga, do they think they are now weaker or stronger? Having opposed the policy of the government they serve in, and which had ordered the eviction of squatters and the conservation of Mau, why should these MPs retain their positions in the same government? Why should Mr. Murkomen, for example, remain the Senate leader of majority of a government whose policies he opposes? To a majority of Kenyans, President Kenyatta and Right Honorable Raila Odinga have become exemplary leaders who have put aside their differences and egos in order to heal a deeply divided nation that was heading to the precipice. The two leaders have transcended the policies of rabble-rousing and commotion and became statesmen. When Mr. Murkomen refers to President Uhuru and Prime Minister Raila Odinga as wakora, does that mean that as a leader of majority in the Senate, he opposes the 9-point agenda and the Building Bridges initiative that came with the handshake? Na mtazamaji, mbali na taarifa za siasa za madai ya ukora na wakora, kwingineko ni kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya wamevamia kituo cha polisi cha Thika. Wanafunzi hao wanalalama kwamba hali ni duni ya usalama na mauaji ya mmoja wao aliyouawa na wakora ni changio ya kugoma kwao. Walithibitisha kisa hicho ni OCS wa Thika Matthew Masaga, akisema kwamba polisi wameanzisha uchunguzi. Aidha, Masaga ameahidi kwamba ataboresha usalama katika eneo hilo. Mwanafunzi huyo alidungwa kisu kifuani na kufariki papo hapo. Now, as a comrade from MKU, we are here morning. Kabisa tunakuja huku, polisi watuambie kama wanafanya kazi ama wamekaa huku, pesa yetu wazazi wakikatwa hapa, taxi zikilipwa huku wakipewa, ama watuambie kama ni Kenya, tuamue kila mtu aishi kivyake. Tumepeana ultimatums kwamba hii kesi ichukuliwe the first priority, na maneno ambayo tumekuwa tumeyachukulia pale ya watu kuibiwa, tumeambiwa na tumehakikishiwa na OCS kwamba wata intensify their patrols along the areas zenye tumesema ziko highly ziko na wezi sana, na hiyo ni mambo ambayo tunataka kufuatilia kuhakikisha imeweza kumaliziwa. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Laikipia, Catherine Waruguru, ametoa wito kwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i kuwachukulia hatua kali wanasiasa na watu wanaodhaniwa kuwa wanachochea uhasama katika kaunti hiyo. Waruguru kwa mara nyingine ameilaumu serikali na kusema kuwa imekaa kimya wakati usalama unaendelea kusambaratika katika kaunti ya Laikipia. We do not ask, we demand as the citizens of Laikipia that the President of the Republic of Kenya amuamurishe mtu anaitwa Matiang'i. We need an operation in Laikipia to smoke out all criminals from their hiding points wherever they are. They are in country called Kenya. We need them out. Na kile kilichoonekana kuwa mwamko mpya miongoni mwa viongozi wa kisiasa haswa katika kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa kusisitiza kuwa watashirikiana kisiasa. Matamshi hayo ni baada ya kuweka mwafaka mwelekeo wa uongozi wao miongoni mwa viongozi wa Waluya uliotiwa saini katika eneo la Mabanga. Mkutano huo uliongozwa na wazee wa jamii ya Wabukusu na viongozi wa dini. Wetangula, ambaye majuzi alitangaza kuwa Ford Kenya itajiondoa katika muungano wa NASA, amesema kuwa umoja wa Waluya utawasaidia kufikia malengo yao ya kisiasa. Watamaliza kusema. Mimi kama gavana wa pili wa jimbo la Bungoma na mheshimiwa MCS tuko hapa na speaker tuko hapa. As a county government, we're going to be behind this handshake. And not just being behind the handshake, we're going to make sure that this handshake is devolved mpaka chini kwa mashinani katika county government yetu ya Bungoma. Kama jamii ya Western,
lazima tutafute majirani zetu, tutafute Wakenya wengine, jamii zingine, tuungane nao, ndio siku moja Western iweze kutoa rais katika taifa la Kenya. With the realization that united we stand, divided we perish, and the unity of purpose that has been crafted and reduced into a memorandum and signed by the two of us and witnessed by the elders themselves and the churches, portends the great destination and the future for this community. Gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua amewateua mawaziri 7 wa baraza lake bila kuwahusisha wawakilishi wa bunge. Mutua amesema kuwa kulikuwa na dharura ya kufanya hivyo ili wenyeji wa Machakos wapate huduma stahiki. Sisi katika nchi yetu ya Kenya, tangu tulipopata katiba mpya, sisi ni nchi ya sheria. Na kuna tarehe zimewekwa kwenye katiba na tarehe zimewekwa pia kwenye sheria zinazosema ya kwamba tangu wakati tulipopeana majina na wakakaa chini, wanapaswa kupitisha kwa siku 21. Basi wakataa kupitisha, inamaanisha ya kwamba sheria inaendelea kujipanga kama vile sheria inajipanga. Na kwa sababu siku 21 zimepita na mpaka leo hawajapitisha na hawajakataa yale majina, kwa hivyo kulingana na sheria na uwezo ambao nimepewa na katiba, basi hivi leo nimewachagua mawaziri 7 wale majina nilikuwa nimepeana katika bunge, katika baraza langu la mawaziri. Naam, tuangazie gavana mwingine sasa. Huyu ni gavana wa Laikipia Nderitu Mureithi, ambaye amewataka washikadau wa elimu katika kaunti hiyo kushirikiana ili kuimarisha viwango vya elimu. Akizungumza katika mazishi ya mzee Waigwa Kariuki, ambaye ni babake kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Laikipia Peter Dhomi, Mureithi amesema kuwa amechukizwa sana na hatua ya kuwepo kwa wanafunzi wachache katika taasisi za kiufundi katika eneo hilo. Na equipment ya kusomesha vijana electrical engineering imekaa huko milioni zaidi ya 160. Kuko na principal na kuko na walimu 4, lakini kuna mwanafunzi mmoja. Na serikali tayari imefanya investment kubwa 160 million equipment na kuajiri walimu. Ningependa niwakumbushe wazazi, ile tunahitaji ni watoto wetu wawe na technical skills ya kutengeneza kitu. Na mtazamaji, katika ngazi za kimataifa, jeshi la Israeli lilirusha makombora katika ukanda wa Gaza na kuwaua wapiganaji 3 wa kundi la Hamas ambao ni wa Palestina. Kulikuwa na makabiliano makali kati ya vikosi vya Israeli na wapiganaji wa Hamas. Umoja wa Mataifa umeonya pande zote dhidi ya kushambuliana. Huyu hapa mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa akiarifu zaidi. Baada ya utulivu wa muda, hewa ya Mashariki ya Kati imechafuka, hususan katika ukanda wa Gaza. Safari hii jeshi la Israeli likisababisha vifo vya Wapalestina 3. Pamoja na kuwa wanajeshi wa Israeli walionekana kutumia silaha nzito, Wapalestina walijikusuru kwa namna yote ile kujibu mashambulizi. Na hii bomoa iliyokuwa ikiendelea hapa ililenga kurahisisha mashambulizi dhidi ya jeshi la Israeli. Mbali na vifo vilivyoripotiwa, raia kadhaa wa Palestina walijeruhiwa katika vurugu hilo. Hata hivyo, Israeli inadai kuwa ilikuwa ikilenga vituo 8 vinavyomilikiwa na wapiganaji wa Hamas. Mwaka uliopita kulikuwa na makabiliano makali kati ya Wapalestina na wanajeshi wa Israel wakati rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kuwa mji mkuu wa Israel unatakiwa kuwa Jerusalem. Na kwa kile kilichoonekana kuwa kujiamini sana, Marekani ilifungua ubalozi wake huko Jerusalem mwaka huu na kufuatwa na nchi nyingine kama vile Guatemala.
Hili lilipingwa kwa dhati na viongozi wa dola zenye uwezo mkubwa wa kiuchumi na kivita duniani wakiongozwa na chansela wa Ujerumani Angela Merkel, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambao walitaja kuwa mji huo mtakatifu hautakiwi kuhusishwa na upande wote. Kutokana na hayo, maandamano yalifanywa kote duniani, wakosoaji wa Israeli wakisema ni makosa wao kuridhia pendekezo la Trump. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hadi sasa haoni tabu yote makao makuu ya Israeli yakihamishwa kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem. Mapigano ya wakati huu ni marudio tu ya yale ya awali ambayo yalianza mwaka 1948 ambapo Wapalestina walitaka dola yao kamili na hata kukata rufaa mara kwa mara kwa Umoja wa Mataifa. Mzozo uliokuwa mbaya zaidi ni wa mwaka 1967 wakati Israeli ilipomega sehemu ya Jerusalem Mashariki kutoka kwa Wapalestina. Mji wa Jerusalem ni makazi ya watu wa imani tatu muhimu sehemu hiyo, yaani Wakristo, Waislamu na Wayahudi. Jaribio la kukomesha vita baina ya himaya hizo mbili nusra lifaulu baada ya aliyekuwa mkuu wa Palestina na mtemi wa kivita wa zamani Yasser Arafat kukubaliana kuwa na amani na aliyekuwa waziri mkuu wa Israel Mosizo Shimon Peres. Kutokana na hilo, alishinda kwa pamoja tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 1993. Kwa sasa kiongozi wa Palestina ni Mahmoud Abbas ambaye aliondokea upande wa kundi la Fatah ambalo linapingwa na Hamas kwa kiasi fulani. Paul Nabiswa, KTN News. Na mtazamaji, tusalie huko nje. Nchini Tanzania, watu milioni 16 walipatiwa matibabu ya magonjwa yasiyopewa kipaumbele mwaka 2016 na wengine milioni 9 walihitaji matibabu kwa mujibu wa jarida la Uniting to Combat NTDs. Shirika la Afya Duniani limetaja Tanzania kupiga hatua ya mapambano dhidi ya magonjwa hayo, na sasa shirika hilo limeipa uwezo zaidi Tanzania kupambana na magonjwa yasiyopewa kipaumbele pamoja na magonjwa mlipuko kama vile Ebola na homa ya bonde la ufa. Rajabu Hassani na taarifa zaidi kutoka Tanzania. Mjini Dar es Salaam kila kitu kinaonekana kuwa sawa. Wakazi hawana hofu ya mlipuko wowote ugonjwa hatari, labda mlipuko wa kipindupindu, ugonjwa unaolipuka kila mara katika baadhi ya vipindi vya majira ya mwaka. Pamoja na changamoto hiyo, shirika la Afya Duniani WHO bado linahitaji Tanzania kuwa imara katika udhibiti wa magonjwa ya mlipuko kulinganisha na nchi nyingine za Afrika. Tanzania is doing well, and with the support from WHO, some of these items we are donating today and other partners, we believe the country will be strong enough to be able to tackle these epidemics and other diseases quickly. Wizara ya Afya Tanzania imesema imekuwa rahisi kudhibiti milipuko ya magonjwa kwa kuwa na mifumo madhubuti ya utambuzi wa magonjwa hayo kabla hayajaenea zaidi. Tumekuwa na ugonjwa wa kimeta, tumekuwa na brucellosis, homa ya manjano, na haya yote ni magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza wakati wowote ule. Tulishazungumza swala la dengue, tukazungumza swala la chikungunya ambayo ilikuwepo katika nchi hii. Uwezo wa sisi kukabiliana na magonjwa haya unajengwa katika uwezo wetu wa kuweza kuyatambua mapema. Sasa Tanzania itakuwa na nguvu zaidi ya kupambana na mlipuko wa magonjwa hatari kama Ebola, homa ya bonde la ufa, homa ya chikungunya na hata mlipuko sugu wa kipindupindu, baada ya Wizara ya Afya kupokea dawa na vifaa tiba hivi kutoka WHO vyenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 2.4. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Naam, turudi hapa nchini kidogo mtazamaji. Shirika la Standard Group liliandaa karamu na baadhi ya wateja wake katika azma ya kuimarisha uhusiano bora kati yao. Afisa mkuu mtendaji wa shirika la Standard aliwamiminia sifa kede wateja wake kwa kuendelea kwa uaminifu na shirika la Standard katika kutoa mawasiliano bora kupitia kwa kituo ama gazeti la Standard, kituo cha KTN Home na kile cha KTN News pamoja na kituo cha Radio Maisha. Mtazamaji, vile mbali na hayo, aidha aliwahakikishia wateja wake kwamba ataendelea kucheza titi na kufanya kazi kwa karibu na kutoa ushindani mkali katika tasnia hii ya mawasiliano. Our group has always been supportive with us for every venture we had.
and in future we are going to have. We all appreciate the support they've always been with us, and we appreciate that. The staff's always been very cooperative to us, yeah, giving out innovative ideas to us, how to improve in our advertising ourselves and promote a bigger market. Looking at an omni-channel media house, and that platform then becomes the best for you to reach out to your potential customers. And we are also going to expand beyond Kenya. We want now to become more an East African company, and in years to come, an African company. We should have, actually, because we are more than 100 years, we should have expanded. But it's never too late to be what you might have been, and the Standard Group is going to expand so that then we give you a platform for you also to think big, and we partner with you as we move through your expansion journey. We want to be able to come back to you and say, okay, how do we work together to improve our businesses? How do we work together to improve our country? Because it's the economic activity of your businesses, the economic activity of our business and many others that actually builds on the economy. So expect that going forward will be more customer-centric, as my director said, will be more solution-oriented, and most importantly, we do not want to come and give you prepackaged solutions. As much as possible, we'll try and customize your needs so that then when you come to us, you're not being told one size fits all. No. Na mtazamaji, uonaje? Nichukue pumziko fupi, usiondoke, na rejea kwenye muda si muda tuangazie taarifa zaidi kwenye Mbiu Wikendi.